Kwa muda mrefu kazi ya ujenzi, ufundi uwashi, imekuwa ikiaminiwa kuwa ni kazi ya wanaume pekee. Wanawake waliothubutu kufanya kazi hii walijikuta wakichukuliwa tofauti na jamii, lakini sasa hali imebadilika. Baadhi ya wanawake wameanza kujihusisha na kazi hii. Nimetembelea katika moja ya eneo linalofanya kazi ya ujenzi wa nyumba katika mtaa wa Miuji Proper jijini Dodoma, na hapa nakutana na mafundi mbalimbali wakiwemo wanawake wakiwa wanaendelea na kazi ya ujenzi. Na wauliza nini kiliwasukuma kujiingiza katika kazi hii ya ujenzi licha mitazamo mbalimbali ambayo wamekuwa wakikutana nayo katika jamii juu ya wanawake kujihusisha na kazi zinazoaminiwa kuwa ni za wanaume pekee. Kwa kweli mimi nimeipenda. Haina kelele. Na kazi ya mgawani mimi siwezi. Ila mimi sioni changamoto kwa maana kazi naipenda. Tunafanya tu wote kwa pamoja. Na ushirikiano mzuri. Ushirikiano. Kwa hiyo mahitaji yangu, kwa hiyo hela natimiza na amna, mimi nimeipenda tu kazi. Kwa maana haina kelele, hakika kurudi na hela ninao. Naambia tu wapambane watafute kazi hata ikiwa ya mgawani, kila mtu kwa maana na pendekezo lake linalolipa. Kazi yoyote mwenyewe aitafute tu aifanye. Mimi nimevutiwa kwa sababu najipatia kipato ambacho kinakidhi mahitaji yangu. Sababu huko mtaani maisha magumu, useme uweke genge, unaweza ukakaa na nyanya zako hapo zikakuozea. Yaani ukienda mama ntilie unalipwa 4,000 3,000 ambaye haitoshi. Kwa hiyo kidogo unalipwa 15,000 kwa siku, kidogo inakidhi mahitaji. Hapo tukakutana na mafundi, wakasema unaweza hizi kazi, nikasema tukapeana namba, akasema tutakuwa tunakupigia tunapokuwa na kazi. Kutoka hapo wiki nzima hiyo nilienda site huko mbalimbali Ilazo huko mpaka kufikia leo sijapumzika, kila siku naenda kazini. Changamoto zipo. Unakuta kuna mafundi wanasema ni malaya. Kwa hiyo kuna kutongozwa, kuna kushikwa, kuna kutaniwa. Kwa hiyo tu navumilia hapo kutokana na msimamo wa mtu. Kwa hiyo mimi toka nimeanza sijawahi kukutana na changamoto yoyote. Tunasaidiana hivyo, wanajenga mimi na wagaia hapo tofali, udongo. Wenyewe wanaendelea na kujenga, tunamaliza, tunafunga kazi yetu, tunalipa. Aidha, wanawake hao wamewataka wanawake wengine wanaokaa nyumbani wakisubiri kuajiriwa au wanaochagua kazi kuachana na mitazamo hiyo, badala yake wajitokeze kufanya kazi yoyote halali inayoweza kuwaingizia kipato na kuwainua kiuchumi. Na washauri ambao wako nyumbani wafanye tu, yani wafanye kila kazi ambayo inajitokeza, wafanye, wasichague. Maana maisha yenyewe sasa hivi magumu, kusema uolewe ndoa ngumu, wanaume wamekuwa waongo. Kwa hiyo wasikae nyumbani, kazi itakayojitokeza wafanye tu ili wajue cha kufanya mbele ya maisha yao. Tunawatia moyo kama mimi mwanamke mwenzao nafanya hapa, na msimamo wangu ndio unaonifanya niendelee kufanya kazi. Msafiri Charles ni fundi mwenye uzoefu wa takriban miaka 27. Yeye anasema wanawake wanapopewa nafasi katika sekta ya ujenzi huonyesha bidii na uwajibikaji mkubwa. Kweli wanawake wengi ambao wako nyumbani hawataki kutafuta kazi za mitaani, wengi ndio wanajiingiza katika shughuli ambazo hazina maana. Wengi wanaenda kujiuza, na wanapokuwa wanakuja kutafuta kazi zetu za kujenga kama huku, wanaona kama wanaume wanaweza akawapa shida. Lakini kuna wanawake wengi ambao wanajitoa, tunafanya nao kazi hapa. Wao wanakuja bila uoga, wanaomba kazi za kusaidizi fundi, na wanafanya kazi na wanapata kipato chao ambacho kinaweza kaa wasaidia katika maisha yao. Lakini wengi ambao wamekaa nyumbani, wengine hawana kazi, wamekaa tu wanasubiri kuolewa, na kuolewa hawaolewi. Lakini hao ambao wanajishughulisha, kweli ni kwamba wanapata kipato na kinawasaidia katika maisha yao na watoto wao. Naye mhandisi wa majengo Ramadhan Salum amesema wanawake wameendelea kutoa mchango mkubwa katika sekta ya ujenzi kutokana na nidhamu, umakini na kujituma kwao. Hata hivyo, ameeleza kuwa bado wanakabiliwa na changamoto zinazotokana na mitazamo hasi ya baadhi ya watu na kuitaka jamii kuachana na dhana kuwa ujenzi ni kazi inayowahusu wanaume pekee. Wanawake wana mchango mkubwa sana katika sekta hii ya ujenzi na wako vizuri katika utendaji wa kazi za ujenzi. Wanawake wanakutana na changamoto nyingi kazini. Kubwa zaidi, vijana wengi wanapokuwa wanafanya kazi na watoto wa kike, akili zao huwa zinahama kwenye utendaji wa kazi, wanaingiza vitu vingine tofauti na kazi. Hizo ndio changamoto kubwa za wanawake zinazowakuta kazini. Sisi kama mafundi huwa tunawashauri wanapokuwa kazini wafanye kazi. Hawa vijana wapo tu, na
wanapokuwa wanaongelesha waendelee kuongea nao ili wao waendelee kufanya kazi kwa bidii. Hiyo ni dhana potofu, kwa sababu wanawake wana uwezo wa kufanya kila aina ya kazi. Sisi mara nyingi huwa tunatoa 50 kwa 50. Kama ninapokuwa kazini, wanapokuja wafanya kazi kuomba kazi, nachagua wanawake kama ni 20 nachagua 10, na wanaume kama ni 20 nachagua 10. Kwa hiyo naweka 50 kwa 50 ili usawa uwe sawa kufanya kazi wote kwa pamoja. Wito wangu ni kwamba watu wasiwadharau wanawake, kwa sababu wanawake ni watendaji wazuri wa kazi. Kadri wanawake wanavyoendelea kuvunja vikwazo na kushiriki katika sekta mbalimbali za uzalishaji, wito unaotolewa kwa jamii kuendelea kuwaunga mkono na kuwapa fursa sawa ili uwezo wao uweze kuchangia maendeleo ya jamii na familia na taifa kwa ujumla. Nikiripoti kutoka Dodoma, langu jina ni Anwar Shabani na hii ni Taswira ya Habari.